Na hii ndio habari niliyoipata. Mabuga usiku wa jana kuamkia leo alitaka kumbaka mama yake mzazi. Yesu Kristo! Mungu Baba tusaidie. Ndio. John kafikia hiyo hatua? Mbona hiyo ni hali mbaya sana? Mpaka naogopa. Yaani nashindwa kuelewa kabisa kwa nini imekuwa hivi. Na kibaya zaidi, mama yake kafikia hatua ya kumpa radhi mwana. Mungu Baba. Shetani alaaniwe na kazi zake. Jamani. John atapata maisha ya tabu sana. Ataishi maisha ya tabu. Unajua laana ya mama ni kali. Mungu. Na yule mama atakuwa amepitia maumivu makali sana. Vibaya mno. Mtoto ambaye umembeba kwenye tumbo lako, umemzaa, umemlea kwa uchungu, anakuja kutaka kukubaka. Mama yake anaongea kwa uchungu sana mpaka analia kwa ajili ya mwanawe. Na kwa hiyo mimi nilichokuwa nawaomba, hebu nendeni mkazungumze naye, kwa sababu hili swala lishafikia pabaya. Alafu mtakapoongea naye mtanipa mrejesho, kwa sababu mimi kuna sehemu naelekea. Kuna mambo fulani naenda kuyakamilisha. Sawa, tutafanya hivyo. Basi sawa ndugu zangu, acheni mimi niwaache. Usitoke. Ni jambo serious sana. Itabidi tufanye Na hii hivyo sio tena bure. haraka sana. Twende tukaongea na mama John. Na hii mimi nahisi sio bure. Sio bure kabisa. Inabidi tuzidishe maombi sana. Hali ishakuwa mbaya. Haya, asante. Haya, niwaache. Tutakia siku njema. Na kweli. Jamani. Ile swala mbona zito kiasi hiki? Yaani yule mtoto alianza kama masiara, lakini alikiri inavyozidi kwenda inakuwa mbaya. Ila shetani mbaya. Alaaniwe shetani na kazi zake. Mama John namuona kwenye maumivu makali. Anaumia sana yule mama. Yaani hizi siku zake zimekuwa ni za maumivu kila Sana anaumia mno. Hili ni jambo kubwa zito. ni jaribu zito sana nipitia yule mama. I say. Inabidi tujitahidi sana kumwomba Mungu Sana. katika malezi haya.